Katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, kilimo kinaendelea kuwa uti wa mgongo wa maisha ya wananchi walio wengi. Kilimo si chanzo cha chakula pekee, bali pia ni chanzo kikuu cha ajira, kipato, maendeleo ya familia na jamii kwa ujumla. Miongoni mwa mazao yenye umuhimu mkubwa kiuchumi ni zao la tumbaku. Zao ambalo limeendelea kuwa chanzo muhimu cha kipato kwa wakulima, huku likichangia kuongeza mzunguko wa fedha katika jamii na kuchochea shughuli nyingine za kiuchumi. Hata hivyo, mafanikio ya kilimo cha zao la tumbaku yanategemea zaidi ubora wa uzalishaji, matumizi ya teknolojia bora na ushirikiano wa wakulima kupitia vikundi na vyama vya msingi vya ushirika maarufu AMCOS. Katika makala hii, tutaangazia namna teknolojia ya jua inavyotumika katika ukaushaji wa tumbaku, faida zake, umuhimu wa mkulima kujikita katika kilimo cha zao hili, pamoja na juhudi zinazofanywa na halmashauri katika kuhakikisha wananchi wanahamasika kutumia fursa zilizopo katika kilimo cha zao la tumbaku. Kilimo cha zao la tumbaku kinahitaji maandalizi mazuri ya shamba, mbegu bora, utaalamu, ufuatiliaji wa karibu na matumizi ya kanuni bora za kilimo. Kwa wakulima, zao hili linaweza kuwa fursa muhimu ya kuongeza kipato endapo litalimwa kwa kuzingatia taratibu na teknolojia zinazopendekezwa na wataalamu. Kwa kuzingatia watu tunasema mkulima mara nyingi watu tunashauri zaidi apate mbinu bora za kilimo, kuanzia kwenye vitaru, namna ya kusia mbegu kuotesha kwenye vitaru, namna ya kuandaa shamba na namna ya kwenda kupanda shambani pamoja na kuhudumia mmea unapokuwa shambani. Nilikuwa nalima zao la alizeti, mahindi, karanga, lakini kipato chake kilikuwa kinaonekana kiko chini. Kwa mfano kama mahindi, kwa maeneo yetu hata haya mashamba yetu zunguka, ukivuna eka moja unaweza kupata gunia 3, gunia 4. Kwa hiyo ukiuza kwa 50,000 unakuishia kama laki mbili. Lakini kwenye tumbaku tunategemea kupata kiasi kikubwa cha fedha tofauti. Kwa hiyo tutawasomesha watoto wetu, tunaweza tukajenga na nyumba, tunaweza tukapata hela hata ya matibabu ya kuweza kutusaidia sisi wenyewe na sisi. Kwa majina yangu naitwa James Nelson Mripe, ni mwanachama wa TAI AMCOS ambao ipo hapa wilaya Geiro, maeneo ya Majewanga, ndio chama kilipo. Sisi tumepata bahati ya kupata huduma hii ya ukaushaji wa tumbaku kwa njia ya jua. Alafu uzuri wake ni kwamba tumbaku letu lina thamani kubwa sana kibiashara kwa sababu linakaushwa na mionzi ya jua, tofauti na ile moshi nini ivuke na zidi. Kwa hiyo kiujumla kwamba tumbaku letu ndio hili unavyoliona lina faida kubwa sana. Zao la tumbaku kiukweli lina faida nzuri sana. Kama inavyoonekana hii tumbaku, faida ya kwanza, tumbaku kama tunapeleka kwenye ukaushaji, kwanza kilo moja ni shilingi, mwaka jana tuliuza kilo moja 8,000 na point. Kwamba ukianza tulivyoanza kupiga hesabu kwa hekta moja, tuzungumzia habari ya milioni 12 au 13, tofauti na vilimo vingine au upande wa mahindi, alizeti huwezi ukapata namna hiyo. Lakini upande wa tumbaku hekta moja ina uwezo. Kwa ni zao ambalo linafanya vizuri, ni zao ambalo linakupa pesa, linakuweka katika mahali pazuri. Kilimo cha tumbaku kimeleta tija sana kwa wilaya yetu, na nafikiri ni zao ambalo kuanzia mwaka huu na mwakani litatuongezea kipato wananchi, halmashauri na serikali kwa ujumla, serikali kuu. Na ni zao ambalo kwa kweli lina manufaa makubwa, na tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kulipa kipaumbele hili zao chini ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, manake yeye ni mwanamapinduzi namba 1 wa kilimo. Na kama unavyofahamu bajeti ya kilimo imepanda mpaka imefika nafikiri karibu trilioni. Hayo yote ni mapenzi ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa wakulima. Kwa hiyo na sisi tunaahidi kwa kupitia kilimo cha tumbaku hatutomwangusha. Msimu huu wa 25-26 tumejipambanua zaidi, tumelima ekari nyingi kidogo. Tuna zaidi ya hekta 107.
hizi hekta 107 ambazo zimelimwa kwa kimkataba kama ambao zao tunataka. Tumeingia mkataba na kampuni ya mkoa wa Leaf ambao ndio wanunuzi wakubwa kabisa wa tumbaku yetu, lakini pia tumbaku yetu ni ya kipekee ambayo inakaushwa kwa kutumia jua, inakaushwa kutumia mvuke wala moshi. Ni zao la biashara, huku sisi tuna mazao mengi lakini ambayo ni mchanganyiko wa biashara na chakula, lakini tumbaku ni zao la biashara moja kwa moja. Kwa hiyo hili maana nitakulima, maana hii ni fedha. Kwa hiyo tuwatoe wakulima wetu kwenye uzalishaji tu wa chakula peke yake, sasa waende wakazalisha kibiashara zaidi. Kwa hiyo kwa kulima tumbaku tutanyanyua hali za kiuchumi za wakulima wetu. Kwa hiyo wataweza kumudu mahitaji yao mengine bila kutumia chakula ambacho wanalima, mazao kama ya kawaida mengine kama mahindi na alizeti, bila kuyauza yale, watauza tumbaku ili wapate mahitaji ya kupeleka watoto shule, mahitaji ya familia na mambo kama hayo, kuliko kuanza kuuza. Kwa hiyo maana yake tumbaku itatusaidia kwanza kuhakikisha kwamba tunakuwa na usalama wa chakula katika wilaya yetu. Kwa tunapoimarisha mazao ya kibiashara, maana yanaenda kwa pati ya mazao ya chakula ambayo huenda yangeuzwa kwa ajili ya kufanya mambo mengine ya kiuchumi au kukabiliana na mambo tu ya mahitaji ya kila siku ya familia au ya kaya. Lakini pia ushuru, mapato ya halmashauri tutakuwa tumeongeza mapato ya halmashauri, kwa maana tumbaku ni zao jipya kama ambavyo nimesema. Tumeanza kulima msimu huu 25-26, msimu uliopita 25-26 ndio tumeanza kulima sasa hili zao. Tunaongeza chanzo cha mapato cha halmashauri. Kwa mwisho wa siku halmashauri yetu tutakuwa inajimudu, itakuwa imeongeza chanzo cha mapato, kwa hiyo tutakuwa imeongeza mapato kwa ujumla. Pamoja na faida hizo, wataalamu wanasisitiza kuwa wakulima wanapaswa kujikita katika kilimo cha kitaalamu ili kuongeza tija na ubora wa zao. Cha kwanza, mmea unapopeleka shambani lazima kwa mfano kama uwekaji wa mbolea, mbolea kwa wakati, vile vile anatakiwa apalilie kwa wakati, vile vile anatakiwa aanze kuvuna, anatakiwa angalie mche ufikie umri gani wa kuvuna. Sio tumbaku watu kuvuna majani. Mkulima cha msingi lazima azingatie kwamba majani yale ya kwanza tu yanapoanza kubadilika, yanapotoka kwenye kijani zaidi yanaelekea kwenye hiyo, anatakiwa aanze kuvuna. Na kwa kawaida mkulima huwa tunamshauri avune kuanzia majani 2 mpaka 3 kwa mfumo mmoja. Kwa tumbaku mara nyingi watu tunasema ili tumbaku lina kiwango chake. Tumbaku watu tunashauri at least mche mmoja uwe na majani 16 mpaka 20. Kwa kawaida mkulima anakuwa avune mvuno 6 kwenye mche mmoja. Na mvuno huwa unaenda, mvuno wa kwanza unatakiwa uvune majani 2 mpaka 3, na mvuno unaofuata hivyo mpaka mwisho, mpaka mvuno yote 6 za uvuna. Baada ya kuvuna, hatua ya ukaushaji ni muhimu katika kuhakikisha tumbaku inapata ubora unaohitajika. Kwa muda mrefu, baadhi ya wakulima wamekuwa wakitumia njia za kawaida za kukaushia tumbaku ambazo zinaweza kuhitaji matumizi makubwa ya kuni na kusababisha changamoto za kimazingira. Lakini sasa matumizi ya teknolojia ya jua katika ukaushaji wa tumbaku yanaendelea kuwa suluhisho la kisasa lenye ufanisi linalolenga kupunguza utegemezi wa nishati ya kuni. Teknolojia hii hutumia joto la jua katika mchakato wa kukaushia tumbaku, huku mazingira ya ndani ya banda yakisaidia kudhibiti mchakato wa ukaushaji. Mbali na kupunguza matumizi ya nishati ya kuni, teknolojia hii pia inalenga kuboresha mazingira ya ukaushaji na kusaidia wakulima kupata tumbaku yenye ubora unaokubalika. Ndio maandalizi, tulishapata mirunda, tumejenga mabanda, tumepata nailoni, tumeezeka juu, tumefunga miti. Kwa hiyo tayari tumeshaanza kwa teknolojia hiyo kukausha kwa kupitia mabanda yetu hayo ya kukausha kwa jua. Na hapa nyuma kidogo palikuwa yanakauka haraka sababu jua kidogo lilikuwa linawaka, lakini kuanzia juzi kuna mawingu linachelewa kidogo kukauka. Kwa hiyo kwa hali hiyo sio changamoto sana. Tulikuwa tunaomba tu ikiwezekana tuongezwe maturubai na mirunda yetu mingine, kama itakuwa bado itakapokuja basi tuongeze mabanda mengine ili tuweze kuvuna na kuweka kwenye mabanda kiuwepesi. Faida yake kubwa kwamba mazingira hayaharibiki kabisa, kwamba miti na tumbaku linavyokauka hivi linakauka kiutaalamu zaidi, kwamba kuna kipindi tunashusha turubai mpaka chini
lakini kuna kipindi tunalipandisha kutokana na jua nalipandisha kidogo, lakini joto likishuka na yenyewe turubai tunalishusha kidogo. Kwa hiyo tunapata faida kubwa kwamba ukaushaji huu kwa mkulima kwangu unaonekana ni faida sana, kwa sababu kwamba sipotezi muda wa kutafuta kuni zilipo. Natoka shambani naleta hapa, basi wasukaji wanasuka, basi inaingia bandani, inakauka kiwepesi. Teknolojia rafiki kwa mkulima. Cha kwanza ni inatunza mazingira. Kwa nini inatunza mazingira? Kwa sababu haihusishi zaidi kukataji wa miti. Kwa maana mkulima akishatengeneza bani, hilo bani analitumia kwa ajili ya kukaushia tumbaku. Kwa hiyo inatumia miti michache kwa ajili ya kutengeneza tu bani. Kwa hiyo anapomaliza kutengeneza bani, ndio bani hilo atalitumia huu msimu na msimu unaokuja, endapo mkulima atalitunza vizuri. Kwa hiyo kilimo cha tumbaku cha teknolojia ya kausha kwa jua ni teknolojia nzuri, ni rafiki kwa mazingira. Haitumii zaidi miti kwa sababu haihusishi kuni kwa ajili ya kukaushia tumbaku. Tumbaku inakaushwa kwa kutumia jua. Kwa maana unatengeneza bani, ukishatengeneza bani unaweka nailoni. Ukishaweka nailoni, jukumu la mkulima ni kufanya regulation ya temperature. Kwamba asubuhi kwa mfano ukishaiweka kwenye bani, kinachotakiwa mkulima ile anapoweka mara ya kwanza ni lazima ashushe ile nailoni mpaka chini. Kadri inavyozidi inakauka, ndio kadri anavyozidi kupandisha ile nailoni ili kuruhusu hewa iweze kufanya circulation kwa ajili ya ukaushaji bora wa tumbaku. Matumizi ya teknolojia ya jua katika ukaushaji wa tumbaku yana faida mbalimbali. Kwanza, yanasaidia kupunguza matumizi ya kuni na hivyo kupunguza shinikizo la ukataji wa miti inayosababisha uharibifu wa mazingira. Pili, yanasaidia wakulima kutumia nishati ya jua ambayo ni ya asili na inayopatikana kwa wingi katika maeneo mengi. Tatu, teknolojia hii inaweza kusaidia kuboresha mchakato wa ukaushaji na kuongeza uwezekano wa kupata tumbaku yenye ubora. Na nne, matumizi ya teknolojia bora yanawasaidia wakulima kuendana na mabadiliko ya teknolojia katika kilimo na kuongeza tija. Katika kilimo cha zao la tumbaku, ushirikiano wa wakulima ni jambo la msingi. Kupitia AMCOS, wakulima wanaweza kuwa na nguvu ya pamoja katika kupata pembejeo, huduma za kitaalamu, mikopo, masoko na taarifa muhimu zinazohusu uzalishaji. AMCOS pia ni jukwaa muhimu la kuwajengea wakulima uwezo wa kupanga uzalishaji na kushiriki katika mnyororo wa thamani wa zao la tumbaku. Umoja kupitia AMCOS pia unasaidia kuimarisha uwajibikaji, uwazi na usimamizi wa shughuli za kilimo. Wakulima wanapokuwa na vikundi imara, wanaweza kupanga kwa pamoja, kuweka malengo na kufuatilia maendeleo ya shughuli zao. Kwa kweli, kwa ushirikiano wa vyama tunashirikiana sana kwa maeneo makubwa sana, na hata sisi wenyewe tumetengeneza umoja wetu wa wakulima wa tumbaku ndani ya vyama. Tumechagua viongozi wetu ambao kwa ajili ya swala la zao la tumbaku, ili sasa kama kuna changamoto, badala ya watu wote kuzifuata hizo, au viongozi wetu tunawatumia. Kwa maana hiyo wamejitahidi sana viongozi kutuunganisha pamoja, kutuweka pamoja, na hatimaye tunafanikiwa sasa kwenye shughuli nzima ya kilimo cha tumbaku. Kwa wakulima, kilimo cha zao la tumbaku ni zaidi ya shughuli ya uzalishaji. Ni chanzo cha kipato, ajira na fursa ya uboreshaji wa maisha ya familia. Hivyo, mafanikio katika kilimo hiki yanahitaji nidhamu, kujituma na kufuata ushauri wa kitaalamu. Halmashauri inaendelea kutekeleza mikakati mbalimbali ya kuhakikisha wananchi wanajikita katika kilimo cha mazao ya biashara ikiwemo tumbaku. Kupitia wataalamu wa kilimo, wakulima wanaendelea kupewa elimu kuhusu maandalizi ya mashamba, matumizi ya mbegu bora, utunzaji wa mimea, udhibiti wa visumbufu na magonjwa, pamoja na utaratibu bora wa uvunaji na ukaushaji. Aidha, halmashauri inaendelea kuhimiza wakulima kujiunga na vikundi vya AMCOS ili kuwawezesha kupata huduma kwa urahisi na kuimarisha ushirikiano katika uzalishaji na uuzaji wa mazao. Kwa kuendelea kutoa elimu, ushauri na ufuatiliaji, halmashauri pia inalenga kuhakikisha wakulima wanaongeza tija na wanapata manufaa makubwa zaidi kutokana na kilimo. Fahamu ni zao ambalo lina shida kidogo katika ulimaji wake, kwa sababu linahitaji pembejeo za kutosha na pembejeo zake ni ghali. Baada sasa ya kuona kuna changamoto hiyo, na moja kati ya majukumu makuu ya ushirika ni kuwasaidia wakulima kutafuta hizi pembejeo za kilimo.
Kwa msimu wa mwaka jana 2026 tulifanikiwa kuwaunganisha wakulima katika vyama vya ushirika na hatimaye vyama 7 vilifanikiwa kupata mkopo kutoka katika benki ya ushirika. Zaidi ya milioni 790 vyama hivi vilikopeshwa ili kwa ajili ya kununua pembejeo kama mbolea na gharama nyingine za vibarua mashambani. Lakini pia taasisi ya TCJE wao walituwezesha sasa pembejeo kama mbolea, madawa na vitu vingine ambavyo hivi vyote vipo katika gharama hizo za mkopo. Lengo ni nini? Kuhakikisha huyu mkulima mdogo ana uwezo wa kulima hata kama zao likiwa na gharama. Lakini hapo nisisahau shukrani zangu za pekee kwa benki hii ya ushirika kwa sababu ndio wametuwezesha, wametukopesha hizo milioni 900. Lakini pia katika benki hiyo tunafahamu kuna mkono wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa Jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania, ambaye amewekeza zaidi ya bilioni 5 katika benki yetu hiyo ya ushirika, na mwisho sasa wakulima wamenufaika kupitia fedha hizo. Kama ilivyo kwa shughuli nyingine za kilimo, kilimo cha tumbaku kina changamoto mbalimbali. Miongoni mwa changamoto hizo ni mabadiliko ya hali ya hewa, gharama za uzalishaji, upatikanaji wa pembejeo na uhitaji wa elimu ya mara kwa mara. Hata hivyo, wakulima wanaeleza kuwa changamoto hizo zinaweza kupunguzwa kupitia ushirikiano, matumizi ya teknolojia na ufuatiliaji wa karibu. Kwa kweli changamoto haziwezi zikakosekana, zipo, lakini hizo changamoto kwa mwaka huu zimekuwa fursa kwetu. Tunajipanga vizuri sana ili mwakani sasa Mungu akitujalia tupambane haswa. Mfano ni kilimo ambacho tulikianza cha wageni. Kwa hiyo kuna baadhi ya maeneo yetu yalikuwa yana maji ya chumvi, vitalu havikuota vizuri, lakini pia kupitia kampuni inayonunua ya Mkwawa Lifu waliweza kutuwezesha kupeleka Iringa kwenda kuchukua mbegu bure, sisi tukagharamia usafiri. Kwa kweli tunawashukuru sana Mkwawa Lifu pamoja na jitihada kubwa sana zilizofanywa na serikali ya wilaya, kwa maana ofisi ya mkuu wa wilaya na ofisi ya mkurugenzi. Wamekuwa bega kwa bega kwenye vyama vyetu kuhakikisha vyama hivi vinasimama kwa kilimo cha tumbaku, na ni kweli tumesimama. Sambamba na hilo tunawashukuru sana benki ya ushirika ambayo imetupa mkopo, na ni kitu ambacho kigumu sana kwa mabenki mengine, kwa sababu benki ile haikutaka vitu vyovyote, yani haikuwa na masharti magumu, kwa sababu sisi wao inawajali wakulima na sisi kama AMCOS ni wanachama wao. Kwa hiyo wametusaidia sana. Kwa hiyo tumepata hela ya pembejeo, tumepata hela ya madawa, mbolea pamoja na hela ya operation za kilimo cha tumbaku. Kwa maana hiyo tunashukuru kwa mnyororo wote wa thamani, kuanzia Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa hamasa yake ya vyama vya ushirika pamoja na kilimo cha tumbaku. Tukija kwenye halmashauri, tukija kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya, wamefanya juhudi kubwa sana, na naamini kwa umoja huu walioutengeneza Gairo, kwa baada ya mwakani tutakuwa ni zao ambalo kubwa sana. Na bahati nzuri hawa watu wa Mkwawa Lifu wametuhakikishia kwamba tutakapofanya vizuri, Gairo itakuwa mkoa wa kitumbaku kwa mkoa wa Morogoro. Tena kupitia AMCOS, teknolojia ya kukausha tumbaku kwa kutumia jua inatoa fursa kwa kupunguza matumizi ya kuni, kutunza mazingira na kuendelea kuboresha mchakato wa uzalishaji. Kilimo bora ni msingi wa maendeleo ya mkulima, familia na taifa kwa ujumla. Kwa kutumia teknolojia ya jua katika ukaushaji wa tumbaku, kushirikiana kupitia AMCOS na kufuata ushauri wa wataalamu, wakulima wanaweza kuongeza tija, kuboresha ubora wa mazao na kuongeza kipato. Halmashauri inaendelea kushirikiana na wakulima na wadau mbalimbali kuhakikisha fursa zilizopo katika kilimo cha zao la tumbaku zinatumika kikamilifu. Sasa sisi kama halmashauri ya Gairo tuna lengo la kuhakikisha kwamba kuna mikakati ambayo tunaiweka kwa ajili ya kuendeleza hili zao la tumbaku. Moja mikakati hiyo kwanza ni kuunganisha vyama vya ushirika, yani AMCOS, na taasisi za kibenki ili waweze, taasisi za kifedha ili waweze kupata fedha, mikopo kwa ajili ya kuendeleza zao la tumbaku. Lakini mkakati mwingine ni kuhakikisha kwamba elimu ya uzalishaji wa tumbaku inafanyika katika ngazi zote, kuanzia ngazi ya kata mpaka kijiji kabisa, imkute mkulima kule kupitia wataalamu wetu ambao tunao kwenye hizo kata na vijiji. Lakini pia wakati mwingine ni kuhakikisha kwamba tunaimarisha vyama vya msingi, yani hivi AMCOS, ili viweze kupata elimu zaidi ya tumbaku, lakini pia kujiweza
kifedha, lakini pia na vyenyewe viweze kuajiri wataalamu ili tuweze kufikia malengo yetu. Kwa sababu tayari tuna vyama zaidi ya 20, mwaka huu tutaongeza idadi ya vyama hapo kutoka vyama 7, na naamini kwa sababu benki yetu ya ushirika ipo itaviwezesha hivi vyama na tutalima kwa wingi na tutazalisha zaidi ya hizi tani ambazo tunatarajia kuzalisha kwa mwaka huu ambazo ni tani 110. Nafikiri mwakani tutazalisha tani nyingi zaidi baada ya kuongezeka kwa vyama vya ushirika, lakini pia tukiwezeshwa kama hivyo, basi tunaamini maisha yatakuwa mazuri kwa wakulima. Mwaka jana tulifanya majaribio, mwaka huu na tunaweza tukaenda zaidi ya hekta, tunaweza tukafika 130 150 kwa wilaya. Kwa tunachoangalia ni kama changamoto tulizozipata mwaka huu, mwakani basi tutakuwa tumeshazitatua kwa wingi ili kupiga hatua zaidi. Sawa, tuongeze tutafute eneo ambalo linafaa zaidi kwa ajili ya kuweka, kama itapendeza tuweke kitabu cha pamoja cha wilaya ambapo itakuwa rahisi kusimamia, lakini tutakuwa tumetatua hiyo changamoto kwamba huyu ameweka hapa kitabu kuna maji ya chumvi yanaathiri huku, siji kimeenda kimerudi. Kwa hiyo nadhani tunaweza tukaangalia ili tuwainvite wadau pia waweze kutusaidia katika hiyo. Kwa hiyo ongeleni pia hapa leo kwa ajili ya kuangalia mashamba jinsi yanavyoenda kwa sampuli. Ujumbe wetu ni huu: kilimo cha tumbaku ni fursa, teknolojia inaongeza tija, ushirikiano kupitia AMCOS unaimarisha nguvu ya mkulima. Tumbaku ya jua, fursa ya mkulima, tegemeo la familia na chachu ya maendeleo.